ya kura ya mchujo katika maeneo hayo. Hivi sasa tunaungana naye kutuarifu na kile ambacho kinachoendelea, hasa baada ama iwapo shughuli hiyo imekamilika ama inaendelea, ili tupate kujua mengi zaidi. Basi nadhani unanisikia vema kabisa Elvis Kosgei kwa sasa. Naam, nakupata vyema Alimanzu, na kwa kweli shughuli ama mchakato wa mchujo ambao unaendelea katika kaunti ya Trans-Nzoia kwa njia moja ama nyingine imeweza kuathiriwa tu na mambo kadha wa kadha, ikiwemo labda kuchelewa kuletwa kwa vile vijisanduku ambavyo vimekuwa vikisafirishwa saa katika baadhi ya maeneo ambayo nitaweza kutaja, ikiwemo shule ya upili ya St. Joseph, hicho kikuwa kituo kimoja tu ambacho vile labda vile vijisanduku havikuweza kufikia kwa sasa. Kufikia sasa ni vituo 7 ambavyo havijaweza kupiga kura kati ya 25. Hivyo ina maana kwamba vituo takriban 17 ama 18 hapo ndio havijaweza, vituo 18 hasa ndio vimeweza kuendeleza shughuli hiyo ya mchakato, na hivi sasa bado shughuli za kuhesabu kura zinaendelea katika labda makavazi ya Kitale Museum, ambapo watakuwa wakiendeleza ili kuweza kubaini hasa ni nani ameweza kutoa ushindi hasa katika eneo bunge la Matisi, kama linavyojulikana. Kunradhi, Matisi ni wadi, bali eneo bunge ni lile la labda Saboti, na hali kadhalika baadhi ya viongozi ambao waliweza kuwa pale, akiwemo mgombeaji wa chama cha ODM ambaye ni Caleb Hamisi na mwenzake Robert Makona waliweza kurushiana cheche za maneno, huku wakiweza kudai kwamba mmoja wao anahusika kwa njia moja ama nyingine katika kulemaza shughuli hiyo. Ni shughuli ambayo ilianza mida ya saa 6, tofauti na vile wakazi labda walikuwa wameweza kujitokeza kuanzia mida ya saa 12 asubuhi, lakini hadi kufikia sasa hawajaweza kubaini mivu na mbichi. Vilevile jambo ambalo limekuwa la kuzozaniwa ni lile walitaka labda zile kura ambazo zingeweza kuhesabiwa ziweze kuhesabiwa katika shule ya msingi ya Legacy, lakini baadhi ya wagombeaji vilevile wakataka iwe katika makavazi ya Kitale Museum, ambapo hapo wanasema kwamba hakungekuwa na shughuli yoyote ya udanganyifu. Lakini hata hivyo tunataraji kwamba labda ikifikia mida ya baadaye tutaweza kubaini kwamba ni nani ambaye ameweza kutoa ushindi hasa baina ya wagombeaji hao wawili, akiwemo Robert Makona na Caleb Hamisi. Hao ndio wakiwa wagombeaji wakuu ambao wanapigiwa upatu katika shughuli hiyo. Lakini yote haya hizi zikiwa changamoto ambazo zimeweza kuikabili labda chama cha ODM, vilevile labda ifikiapo siku ya Ijumaa hasa katika kaunti ya Uasin Gishu, tunataraji kwamba labda mambo yatawa tofauti ili tusiweze kushuhudia yale ambayo tumeweza kushuhudia. Vilevile katika labda kaunti ya Uasin Gishu tumeweza kusikia labda mgombeaji wa chama cha labda Jubilee ambaye ni Swarup Mishra kwa njia moja ama nyingine amedaiwa kwamba aliweza kuvamiwa na baadhi ya wafuasi wa mgombeaji fulani hasa katika lile eneo bunge la Keses, eneo ambalo limekuwa nikifuatilia kwa karibu, na tunataarifiwa kwamba eneo hilo kwa sasa joto la kisiasa majazba imeweza kuongezeka kwa kiasi kubwa. Basi wiki hii ni jambo ambalo tutakuwa tunafuatilia kwa karibu, kwani misururu ya mikutano huku wafuasi wa fulani na fulani wakiweza kujipigia upatu labda njia moja ya kuoneshana ubabe, lakini ifikapo labda mwisho wa wiki na labda tarehe 24 ambapo pia chama cha Ford Kenya ambacho kina umaarufu mkubwa hasa katika kaunti ya Trans-Nzoia vilevile itakuwa inaendeleza shughuli ya kuanzisha labda mchakato wa mchujo wa Limanzu. Asante sana Elvis Kosgei ukiwa unatuletea ripoti hiyo kutoka eneo la Eldoret baada ya kutoka kaunti ya Trans-Nzoia, lakini bado pia tutakuwa tunafuatilia taarifa hizi mtazamaji.